Ili kufanikiwa kwenye malengo yako au kile kitu chochote ambacho unakifanya, inahitaji ujenge mfumo. Mfumo ni muunganiko wa vitu vidogo vidogo ambavyo vinatengeneza kitu kimoja kikubwa. Maanake mfumo ili uwe kamili, kuna system au njia ndogo ndogo ambazo zinajenga ndio zinasababisha mfumo uwe kamili. Kwa hiyo kuna mambo ambayo inabidi uzingatie na uyafanyie kazi ili uweze kufanikisha malengo yako. Jambo namba moja ambalo inabidi ulizingatie ili uweze kufanikiwa kwenye kile unachokifanya, ni lazima malengo yako yawe wazi. Yaani lazima malengo yako yawe yana clarity, yanaonekana kwa uwazi kiasi kwamba hata mtu akisoma, akiangalia anaona wewe unamaanisha nini. Lakini pia ni lazima uwe commitment. Commitment inahitajika kwenye malengo ambayo umeyapanga. Jambo namba mbili ambalo linahitaji ulizingatie ili uweze kufanikisha kwenye malengo yako, ni lazima ujenge nidhamu. Nidhamu ni kitu muhimu sana ambacho kitakusaidia kufika kule ambapo unataka kwenda, kwa sababu motivation itakusaidia kuanza, hamasa itakusaidia kuanza jambo, ila nidhamu yako ndio itakupa nguvu ya kutoka na kupiga hatua mbele. Nidhamu ni nini? Nidhamu ni pale ambapo unajua umekosa nguvu za kufanya, hamasa imeisha, lakini bado utaendelea kufanya kwa sababu unajua unafanya hivyo kwa sababu gani. Mfano mdogo, unajua kabisa umuhimu wa kuamka saa 11 kwenda kufanya mazoezi. Mwanzo unapoanza unakuwa una hamasa, lakini baada ya muda unajisikia uhitaji tena kuamka ili ukikimbie uende ukafanye mazoezi. Sasa nidhamu ndio inayokuja pale ambayo inakufanya sasa uamke ukaendelee kufanya mazoezi, manake hapo hamasa imeisha. Kwa hiyo inabidi ujenge nidhamu kwenye yale mambo ambayo unataka uyafanye. Kwa mfano, umeweka malengo kwenye kufanya mazoezi, ni lazima uangalie nidhamu ya kula. Utakiwi kula kila kitu. Umeweka malengo, ni lazima uzingatie siku gani na siku gani utakuwa umefanya mazoezi. Kwa hiyo hivyo ni vitu muhimu ambavyo inabidi uangalie. Sasa kwa kila lengo ambalo umekuwa umeliweka, ina maana kuna vitu inabidi uvijengee nidhamu. Kuna vitu itabidi uvijengee uwezo wa kuvifanya hata pale ambapo ile hamasa ya ndani yako itakuwa imeisha. Jambo la tatu ni lazima andaa mpango. Yani lazima learn how to plan. Lazima ujue malengo yako unayaplanije. Ndio umeshajua lengo lako ni lipi, lakini inabidi upange, ujue unafanyaje hicho kitu ambacho unakitaka, utaanzia wapi, utafanya lini na kwa muda gani. Lazima upange. Kwa mfano, umeamua kwamba kwa mwaka huu unataka uongeze faida kwenye biashara yako, ni lazima upange ili ufikie hicho kitu unachokitaka. Ni lazima ujue utahitaji nini na nini na nini ili uweze kufanya kile unachokitaka. Unaweza ukasema kwamba ili niweze kufikia mauzo milioni 20 ni lazima niongeze wafanyakazi. Itabidi ujiulize, naongeza wafanyakazi wangapi, wenye uwezo gani, na wanaweza kufanya nini ili kukufikisha pale, kutoka hapa ulipo ili ufike pale ambapo unataka. Pia kupanga kutakurahisishia wewe kujua kipi kifanyiki kwa wakati gani. Na maana ukipanga utajua hiki kitafanyika kwa saa hizi, lakini hiki kitafanyika kwa baadaye, na pia utajua kipi na kipi kiende kwa pamoja. Maana yake kwenye kupanga kwako kuna vitu vitatu au vinne itabidi viende kwa pamoja, yani vinaweza ukavichukua vikaondoka kwa pamoja. Jambo la 4 ambalo inabidi uzingatie na ufanye, ni lazima uwe na vipaumbele. Vipaumbele vitakusaidia kujua kipi kinafanyika kwa wakati gani. Ina maana ukiwa na lengo hauwezi ukachukua vitu kaenda navyo vyote kwa pamoja. Ni lazima uvunje katika kitu kidogo kidogo. Ni lazima ujue kipi ni kipaumbele chako kwa wakati huo. Vipaumbele vitakufanya uache kufanya baadhi ya vitu. Na maana kuna vitu utajua hivi ndio ni vya muhimu, lakini kwa majira nilionayo na kwa wakati nilionao hivi vitu sipaswi kuvifanya. Kwa hiyo utakuwa unafanya mambo ya msingi ambayo yatakusaidia kumanage muda wako vizuri. Yani muda wako utakuwa umepangiliwa vizuri, kwa sababu unajua hiki ndio ninachotakiwa kufanya saa hizi, hiki sihitaji kukifanya, inabidi nikifanye kwa baadaye. Jambo lingine, inabidi ujenge tabia. Tabia ni kitu ambacho kinaweza kikakufanya ufike mbali kwenye maisha, ujenge future iliyokuwa bora, lakini tabia ndio inaweza kufanya uharibu kila kitu kwenye maisha yako na usitamani hata hayo maisha ambayo ulikuwa nayo. Kuna msemo mmoja ambao unasema successful people
does not decide their success, they decide their habits, and their habit they decide their success. Kwa maana nyingine, watu waliofanikiwa hawaamui mafanikio yao, wao wanaamua tabia zao, na tabia zao ndio zinaamua mafanikio yao. Ukiangalia wakati ya watu ambao wamefanikiwa na watu wale ambao hawajafanikiwa, utaangalia utofauti mkubwa ni tabia zao zinawaweka. Ukikaa na watu ambao wamefanikiwa, utaona tabia zao ni tofauti kabisa na wale watu ambao hawajafanikiwa. Kwa mfano, watu waliofanikiwa ni wanapanga mambo yao kabla hawajafanya, lakini watu ambao hawajafanikiwa, watu ambao ni maskini, wenyewe wafikirii, wanaingia tu kwenye mchakato na kuanza kufanya. Lakini ukiangalia watu waliofanikiwa, wao wana tabia za kipekee ambazo wao wanazo, alafu watu ambao wasafanikiwa wanakuwa wenyewe wana tabia za kimaskini. Ndio maana tunasema kabisa, ukiangalia tabia fulani unaweza kusema kwamba kutumia hela bila mpangilio bwana, hizi ni tabia za kimaskini. Lakini bwana, matajiri wengi utawakuta pesa zao wanatumia kwa mpangilio, uvaaji wao unakuwa ni wa kiprofessional, huwa hawakai kila sehemu, wanakuwa na sehemu maalum. Ndio maana naenda, uwezo kukuta matajiri wengi wamekaa vijiweni wanapiga kelele, story ambazo hazina maana. Utawakuta wapo sehemu ambapo wenyewe ukikaa nao wenyewe wanaongelea mipango na malengo ya kuwatoa pale walipo kuelekea mbele. Kwa hiyo tabia ni kitu ambacho kinaweza kikakujengea future yako au kikaharibu kabisa maisha yako. Hata wewe mwenyewe ni shahidi katika mazingira ambayo uko nayo. Ukiangalia baadhi ya watu, ukiangalia tabia zao, unaona kabisa kwamba hawa wanafaa kuwa sehemu fulani, na kuna watu ukiangalia tabia zao hata wewe hutaki wala utamani kati ya ndugu zako au jamaa zako wao wana tabia kama za watu fulani. Kwa hiyo tabia yako ni mafanikio yako. Jenga tabia zako ili ujenge mafanikio yako. Kama unachukia baadhi ya tabia, badilisha hizo tabia ili ufike pale ambapo unatamani kufika. Na maana kuna tabia ambazo zitaua uwezo wako wa ndani, kuna tabia ambazo zitaangamiza afya yako, kuna tabia ambazo zitakutenganisha na wale watu wa karibu ambao pengine wangekusaidia huko mbeleni. Ila kutokana na tabia zako, kuna baadhi ya watu wanajipunguza kwa sababu hawapendi tabia zako. Lakini ukijenga tabia imara na thabiti, kuna watu watavutwa na tabia zako. Kama unavyofahamu, kuna watu unawafahamu hawana uwezo kukushinda wewe, hawana akili kukuzidi wewe, wala hawana kipaji, ila kutokana na tabia zao zimewafikisha mbali kuliko hata wewe mwenye akili, mwenye uwezo, mwenye jitihada na mwenye juhudi. Wewe mwenyewe ni shahidi. Jenga tabia, ubadilishe vile ulivyo. Jambo lingine ambalo unatakiwa kufanya, jambo la 6, inabidi uwe na uwezo wa kuendelea kujifunza kila siku. Jitahidi uwe unajifunza, endelea kujifunza. Ina maana kitu ambacho ukijui ndio kitu ambacho kitakuharibia maisha yako. Elimu ambayo una ndo elimu ambayo itakuathiri. Hata kama unafanya biashara, kama kuna mambo kwenye biashara uyajui, hayo ndo mambo ambayo yanaweza yakaua biashara yako. Kwa hiyo kila siku jitahidi develop skills mpya. Kila siku toa uwezo uliokuwa ndani yako. Kila siku jitahidi kujifua, kujichukua. Yani wewe una uwezo zaidi ya hapo ulipo. Tafiti zinasema kwamba watu wengi wanatumia 10% tu ya uwezo wao. Watu wengi huwa wanatumia 10% pekee ya uwezo wao. Sasa just imagine, hapo ulipo ni 10%, pengine hata hiyo 10% haijafika. Pengine umetumia 5% pekee, au umetumia 2%, au kabisa 10% zako hujatumia hata moja, zote 100 ziko pembeni. Kwa hiyo una uwezo wa kuinuka, wa kutumia uwezo, wa kufufua uwezo zaidi, ukafika mbali kwenye maisha. Jambo la 7 ambalo unahitaji ni uvumilivu. Kwenye chochote ambacho unakifanya, kuna muda itafika utakata tamaa. Kuna muda utafika utakosa nguvu ya kuendelea. Kuna muda utafika watu wako wa karibu watapotea, watakuacha. Kuna watu watakutenga. Kuna watu uliamini kwamba wao ndio watakuwa mstari wa mbele kukutetea, lakini wao watakaa pembeni wakiamini kwamba hauwezi kufanikiwa. Huo ni wakati ambao utahitaji uvumilie zaidi. Uvumilivu utahitajika ili uendelee. Na maana kama utakosa uvumilivu, hata kama ukiwa na jitihada kiasi gani, utawekeza nguvu, yakikufika matatizo, yakikufika changamoto, yakikufika majanga, ina maana utaishia njiani. Kwa hiyo unahitaji ujenge patience and persistence. Yani lazima ujitahidi hata pale changamoto utakapofika, jitahidi
Put some pressure in, weka nguvu, weka jitihada, amini kuwa una uwezo wa kusukuma hata kama pale ambapo uwezi kusukuma, kwa sababu kuna milango mingine hauwezi tu ukafungua kirahisi, ni lazima utumie nguvu kuisukuma ili iweze kufunguka. Na jambo la mwisho kabisa ambalo utahitaji ni jambo namba 8, amua kuchukua hatua. Sasa una lengo lililo wazi, una mpango ambao umeandikwa, una kila kitu ambacho kinaweza kikakusababisha kufukuzia na kwenda kulifuata lengo lako. Sasa kinachofuata ni kuchukua hatua. Amua kuchukua hatua kuelekea kule ambapo unakutaka. Manake hata kama una wazo zuri kiasi gani, hata kama una wazo kubwa kiasi gani, ina maana ni lazima uchukue hatua ili wazo liwe na uhalisia, ili wazo lilete matunda. Sasa hilo wazo lichukue kutoka kichwani kwako, lipeleke katika mpango na anza kulifanya, ili sasa kile kilichokuwa kichwani kidhihirike kwako kwa kuchukua hatua. Sasa sio lazima uanze na hatua kubwa, unaweza ukaanza na hatua ndogo ndogo. Kuna kitu kimoja kinaitwa salami. Salami ni mkate wa Kiitali ambao jinsi ya kula huo mkate huwa unachukua na kukata kidogo kidogo, yani mpaka mkate unaisha. Unakuja leo unachukua mkate, unakuja muda mwingine utachukua mkate, unachukua muda utachukua mkate. Baada ya kurudia hicho kitendo mara nyingi ndipo mkate unaisha. Sasa na wewe tumia hiyo kwa ajili ya kufukuzia malengo yako. Tumia salami. Chukua mkate kidogo kidogo mpaka sasa pale mkate ambapo utakuwa umetengeneza mkate, umekula mkate mpaka umefika kuwa mkubwa. Amua kuanza na pale ulipo, unachoweza na ulichonacho. Kwenye chochote ambacho unataka kukifanya saizi, kwa vile ulivyo, ina maana una kitu ambacho kinaweza kukufanya kupiga hatua hata kama ni ndogo. Usiogope udogo wa hatua zako. Udogo huo wa hatua zako ndio utakufanya uweze kujenga kitu kikubwa. This is a time to mind your own business. Amua kushughulikia business zako wewe. Chukua hatua kwenda na maisha yako. Sasa kama watu wanavyosema, ina maana ukitaka kumla tembo uwezi ukamla tembo mzima. Ni lazima ule tembo kwa kumkata katika vipande vidogo vidogo. Hivyo ndivyo tembo ambavyo anavyoliwa. Uwezi ukamla tembo kwa vile alivyo, kwa ukubwa alionao. Tembo unaweza kumla kwa kumkata katika vipande vidogo vidogo, kumla kila siku mpaka tembo anaisha. Kumbuka watu msemo unaosema kwamba the journey of 1000 miles begin with single step, kwamba hata zile hatua safari ya hatua 1000 zilianza na hatua moja. Sasa wewe anza pale ulipo kwa hatua ndogo ndogo mpaka utafika pale ambapo unatamani. Yani follow the baby step, yani fuata utaratibu wa ukuaji wa mtoto. Kama unavyojua, mtoto hazaliwi tu na kuanza kutembea wala kuongea. Mtoto atazaliwa, ataanza kubebwa na mama yake na wazazi wake na ndugu zake. Itafika stage ataanza kukaa chini mwenyewe, atatambaa. Akitoka kwenye kutambaa, ataanza kujifunza kusimama, atasimama, ataanza kutembea, na baadaye utamwona mtoto anaanza kukimbia. Sasa hata wewe begin with baby step. Anza na step ndogo ndogo. Usitake mambo makubwa. Anza kwa mambo madogo madogo, ambayo hayo mambo madogo madogo muunganiko wake yanatengeneza kitu kikubwa na utapata kile unachokitaka. Na jambo la mwisho, amua kuwajibika wewe na maisha yako. Take 100% responsibility of your life. Wewe ndo muamuzi wa maisha yako, wewe ndo mwenye kujenga maisha yako, na wewe pekee ndo unaweza ukaharibu maisha yako. Ishi maisha yako, usije mwisho wa siku ukajutia kuwa ulikuwa na uwezo wa kufanya lakini hukufanya chochote. Ili kuendelea kupata darasa zaidi, tufuatilie katika mitandao yetu kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, kuendelea kujifunza zaidi. Ningependa uniambie kwenye comment umejifunza nini na kipi kitakuwa chako cha kwanza kufuatilia na kuanza kukichukulia hatua.